Bidada anamtupilia mshikaji kitandani. Bidada anaonekana anautaka kabisa, anataka hii mechi. Yuko na hamu zimemzidia bidada. Mshikaji wangu, hii ni Jordan Media, usiache kulike, kucomment na kushare. Leo nakuletea hii love story kali ambayo inatikisa dunia. Tunaanza hivyo. Picha inaanza kutuonesha mshikaji anashuka ngazi pole pole akiwa anaelekea sebuleni. Akiwa anashuka zake ngazi, kuna bidada anamwambia, "Hey, umesahau simu yako hapa." Wakati wakiwa hapo sebuleni, inatokea tena mama mwingine alikuwa anaingia hapo ndani. Chima anaingia hapo, anaonekana kama huyu mama amekuja sasa kuharibu kile kilichokuwa kinaendelea hapo. Dada anamwambia, "Shangazi, umekuja? Mbona ulikuja tu taarifa sasa kama unakuja?" Basi wanakaa hapo na kuanza kupiga story. Shangazi yake huyu bidada anamwambia, angalia dhuru unaharibu maisha. Angalia dhuru unatumia hela kakaangu vibaya." Anamwambia, "Kila siku tu unabadilisha. Yaani wanaume 7 ndani ya wiki. Kila siku mwanaume mwingine. Unaweza kaniambia chana na wanaume wangapi? Unaweza kaniambia?" Anamwambia, "Najua hujui hesabu nzima. Sikia nikwambie. Tafuta mwanaume mwaminifu na uolewe." Basi huyo anataka anazidi kumwambia, "Yaani unatumia tu hela ya bako. Hivyo. Hela kangu ambayo ametafuta kwa jasho, umetumia tu from nowhere. Nakwambia acha kutumia hela ya babako kiasi hicho. Tafuta mwanaume uolewe. Sio kila siku leo unadondoka na huyu, kesho unadondoka na yule, kesho unadondoka na yule. Haueleweki, tukuweke upande gani wewe? Wewe kumbuka ni binti." Wewe anamwambia, "Shangazi, sifanye hivyo tu, mimi natafuta zangu furaha. Ndio maana unabadilisha tu. Wanaume wenyewe hawaaminiki. Natafuta zangu furaha, leo niko na yule, napata testi mpya." Shangazi anamwambia, "Usipoolewa nitaonana wabaya." Na anaamua aondoke zake, amekasirika kweli. Basi ni siku nyingine hapa tunamuona mshikaji yuko na mwenzake wakiwa wanadiscuss jambo fulani. Wanaonekana kama wanataka waanzishe biashara ambayo inaitwa Male Escort Service. Yaani biashara ya wanaume kutumikishwa kingono. Inaita huduma ya wanaume kwa ajili ya mahaba tu. Basi anamwambia hapo kwamba tunahitaji tupate mtu ambaye na yeye yuko kwenye industry hii, ndio atatusaidia sasa kuweza kupata wateja kama tunavyohitaji. So unajua hapa lazima tupate mtu atuunganishe nao watu wenyewe. Akanamwambia, hii ni kubwa sana, inabidi tupate mtu sasa ambaye yuko kwenye hili eneo." Kisha anamwambia, "Mbona kama haijakaa sawa hii?" Basi wanazidi kujadiliana namna mpango wao ambao watautengeneza vizuri. Ni siku nyingine hapa tunamuona bidada yuko zake maskani, anapiga simu kwa boss fulani hivi, anamwambia, "Niandalie mwanaume ambaye atakuja leo kwa ajili ya kunifurahisha kama ambavyo nimezoea." Mshikaji anamwambia, "Nafanya hivyo kama ambavyo tuzoea kufanya kipindi cha nyuma." Akamwambia, "Kisha unatafutia mwanaume ambaye ni bora kati ya wale ambao mnao. Na unaelewa kabisa kesho yake na mhitaji." Mshikaji anamwambia, "Ndio nitafanya kama unavyotaka boss wangu." Bidada yeye anaenda kwa jina la Sugar, kazi yake tu yeye ashazoea tu ananunua wanaume wanakuja kumfanyia huduma ya kimahaba. Basi ni siku nyingine tunamuona mshikaji yuko na rafiki yake wakiwa wanadiscuss hili. Basi huyo mshikaji anaitwa kwa jina la Williams, anaonekana amekata kweli, mtu wa mazoezi. Yuko na mwenzake hapo wanadiscuss. Anamwambia, "Hii ni hela ndefu. 20 milioni Nailazi. Ni hela ndefu sana, itabidi ukubali tu uende kwa yule mdada umfanyie service ambayo anahitaji." Mshikaji anamwambia, "Kwa unaniweka kwenye moto na kabisa unaona. Yaani kama nilikuwa na wazo hilo, lakini sasa kama moyo hautaki sasa nifanye hivi." Mshikaji anamwambia, "Siwezi kufanya hiyo shughuli." Mshikaji anamwambia, "Inakubidi tu ufanye. Unaona ambavyo tunahangaika hapa, tunatafuta hela. Tumeshapata gap kama hii na afu ile gap unaenda kuliacha." Basi mshikaji akazidi kumshawishi na mshikaji akakubali kwamba ataenda sasa kwa hiyo service ambayo amelipiwa na bidada. Basi kumbe bidada alimpaga ofa kwamba atamlipa milioni 20 Nailazi kwa kuweza kufanya ile service ambayo nimekuambia inaitwa Male Escort Service, huduma ya kujiuza. Basi mshikaji kaja kwa bidada hapo. Aonekana ni kama haelewi, hajaifanya shughuli kama hii. Mshikaji anavua zake shati hapo, bidada akaamua apige simu sasa kwa bosi wao ambaye amemleta huyo mshikaji. Anamwambia, "Mbona huyu jamaa wako afanye kazi iliyomleta hapa? Ana act tu. Anafanya mambo tu ya kitoto. Mbona mimi simuelewi?" Basi mshikaji kwanza kaelekea zake toilet huko kwanza, aona atangaje huu mzigo, maana mwenye hata haelewi sasa hii huduma waga inafanywa hivi. Basi wakiwa hapo bidada hapo chumbani na huyo mshikaji, inasikika sauti ya shangazi yake bidada akiwa anamuita, "Sugar." Bidada analazimisha kwenda, anamwambia mshikaji, "Nenda toilet, nenda huko jifiche. Nenda kabisa huko, nenda kajifiche." Anampeleka huko uani akajifiche. Anamuingiza uani na kumfungia. Mshikaji analalamika, "Nini hiki? Wewe mbona unifungia sasa?" Analalamika, "Kitu gani unanifanyia?" Bidada anamwambia, kaa kimya huko."
kaa uko usubiri kwa muda tu nitakuja nikuchukue. Basi anamwambia yes auntie, nakuja. Yani kama anakausha kama kuwa na mtu ndani. Auntie anazidi kuita Sugar kwa kipandisha ngazi kuelekea pale chumbani alipo. Bila anatoka chumbani anamwambia yes auntie. Auntie anamuuliza uko sawa kweli? Mbona nimekuita muda mrefu na utokei? Bila anamwambia auntie mimi niko sawa, nilikuwa tu uani niko naoga ndio maana nimechelewa sana kuitika. Auntie anaonekana na mashaka, hamwamini kabisa yule dada. Bila anaanza kusema auntie, mbona kama uniamini? Mimi nilikuwa tu naoga na nikwambia kweli leo sina mwanaume ndani, sina mwanaume kabisa. Niko peke yangu leo. Au kama unataka ingia ushuhudie. Basi auntie anakaa hapa anamwangalia tu. Yaani hamwamini kile anachokiongea, anajua kabisa huyu dada atakuwa na mtu. Basi auntie anamwambia nifuate hapo sebuleni. Yule anamfuata auntie yake wakapate mazungumzo kidogo. Basi anarudi chumbani hapo anamtoa mshikaji analalamika kwa anamwambia nini unanifanyia? Ulikuwa na nani? Najua kabisa umeninunua sawa, lakini sasa ndio mpaka uniweke ni uani kabisa. Yaani heshima zangu unaniweka uani na unanifungia kabisa. Bila anamwambia kwa nini unaongea hivyo? Unanifokea yani, unanifokea. Mtu anasema ndio nitafoka na nitafoka zaidi. Mimi na heshima zangu kabisa wewe unanifungia huko ndani. Basi bila anamwambia nipishe nyumbani kwangu, nipishe. Haiwezekani wewe unaniongelea mambo. Yaani unanifokea mimi kwenye nyumba yangu. Hicho kitu hakiwezekani. Hebu ondoka. Basi bidada anabaki peke yake haelewi. Mtu aliyemnunua kaondoka na hajamfanyia service yake. Basi mshikaji akarudi zake maskani. Yuko na mwenzake wakiwa wanapiga story. Mshikaji anamwambia, "Yaani wewe unaacha hii hela kabisa, unaacha, yaani unaenda tu unarudi. Unaacha hii hela kabisa unaiona Wakawa anazidi kupiga story, bidada anakuja kugonga pale mlangoni anaenda kumfungulia. Bidada anajitambulisha hapa, anasema mimi naitwa Sugar, nimekuja hapa kumwangalia Williams. Mshikaji anamwambia welcome, karibia ndani. Pata siti hapo kae. Mshikaji akatoka hapo ana hasira zake anamwambia, "Kitu kuleta hapa nini? Kitu kuleta nini hapa kwangu? Nani kakuelekeza hapa kwangu?" Bila anamwambia, "Kujua kwako sio tatizo. Tatizo langu nimekuja nataji tuongee tu kidogo." Mshikaji anamwambia, "Kama umekuja kuomba msamaha, sitaki na msamaha wako kabisa." Basi bila anamwambia, "Nije kuomba msamaha wewe? Inabidi tuongee tu, kuna ofa nimekuletea, inabidi tukae tu tuongee." Mshikaji anamwambia, "Kama sitaki tena kuongea na wewe, kwanza sitaki maongezi na wewe." Bidada anaonekana kweli anadharau, si bidada ana tajiri. Kwa anafaa kile anachojisikia tu, hela zinampa kiburi. Basi mshikaji wake Williams anaingia maongezi hapa anasema, "Madam, samahani kwanza, mimi kwa jina naitwa Po. Nakubali ukae na rafiki yangu hapo muongee tuone proposal ambayo umeletea kama itampa chochote." Basi bidada anaambia, "Ya, sawa. Nimekuja hapa nataka nimwambie huyo rafiki yako Williams kwamba nataka awe escort wangu binafsi, yani kwanza kwa hizi siku 30 nitakuwa namlipa tu kila siku." Basi mshikaji Williams anamwambia, "Usipofaa tu na kukiri kabisa, kubali hii ofa." Basi mshikaji alikubali ofa na ni siku nyingine yuko na bidada hapa wako wanapiga story. Basi mshikaji anamuuliza bidada kwamba sheria hapa sasa hivi itakuwa ni ipi sasa. Bidada anamwambia, "Sheria hapa ni kwamba hakuna hisia yani. Unafanya kazi yako, then baada ya siku 30 na kulipa chako unaondoka. That is all." Yeye anaweza kuwa unataka nini kwangu? Kaambia anahitaji sex peke yake tu, sitaki mambo ya kunitaeta hisia. Mshikaji akawa anamuuliza hapo, "Kwa nini unafanya hivi vyote? Kwa nini unanunua wanaume?" Bidada akamwambia, "Nafanya hivi kwa sababu nalipiza kisasi. Ni baba wangu yeye alikuwa amezoea tu kile kipindi cha nyuma anaita mimi ni malaya. Na mimi kwa sikuwa malaya. Kwa hiyo nimeona ni vizuri tu nifanye kisasi hiki na naona kisasi hiki ndio kinafaa." Basi bidada anamwambia, "Nimekuandalia room lako hapa. Unaweza kaenda." Mshikaji anauliza, "Room tena? Kwa hiyo nimeshatoa room ndani kwako?" Anambia, "Ya, nimekuandalia room yako kwa ajili utakapokuwa unalala." Mshikaji anamwambia, "Nitegemea tu nitakuwa naishi kwenye room yako." Bidada anacheka tu hapo. Yaani uishi kwenye room yangu na nimekulipa na kulipa mimi mwenyewe? Basi mshikaji anapelekwa kuonesha room lake ambapo atakuwa anajiweka. Kazi yake tu ni kutoa seksi, tena anarudi kwenye room lake analala. Basi ni siku nyingine hawa tunamuona bidada yuko sebuleni amekaa na mshikaji anakuja anakaa keti hapo na kaanza kumuuliza, "Mbona leo unaangalia TV?" Bidada anamwambia, "Ndio naangalia TV hapa na kweli ni movie nzuri, movie ya kuhusu familia." Anambia, "Sikutegemea angalie familia na una familia. Unaangalia mambo ya familia?" Bidada anamwambia, "Nini? Unajua kama na mimi kuna muda nitakuwa na familia Najua tu nitakuwa na familia tu miaka mingine ijayo hapo mbele." Basi wanaangaliana hapo. Mshikaji hapo mcheki sasa binti. Yaani kama anamweka kwenye mtego. Binti mwenyewe anataka kujaa sasa. Basi bidada anazidi kumwambia kwamba kipindi baba yangu anafariki aliacha usia kwamba sipaswi kumiliki mali hadi siku ile ambapo nitaolewa
Kwanza mshikaji mwenyewe anashangaa tu, haelewi. Anamwambia kwa hiyo bado kuna watu katika ulimwengu huu karne ya 22, karne ya 21 bado wanafanya vitu kama hivyo. Anawakataza mabinti zao kumiliki mali hadi wapate mwanaume. Iko sawa hiyo? Bidada anamsikiza tu, yeye kazi yake ni kufurahi tu na kutabasamu. Anaonekana kama ashamkubali mshikaji yani. Bidada anachombeza hapo, anamwambia mshikaji, Williams, hatuwezi kuwa na ndoa kweli? Kwanza anashangaa tu. From now ameambia hawezi kuwa na ndoa. Anamwambia rudia tena. Anamwambia ndio, hatuwezi kuwa na ndoa. Bidada anamwambia lakini sio ndoa halisia. Sio ndoa halisia, ni ndoa tu ambayo tunaingia kwenye mkataba, tunaingia kwenye maongezi kabisa, tunakubaliana ndoa ya mwaka mmoja, baada ya mwaka mmoja kuisha mimi nakurudishia chako. Mimi tu nataka tu tufanye kila kitu ili anti yangu nimshawishi vizuri, anti yangu aweze kunimlikisha mali za babangu marehemu. Nikishazimiliki kitu na baada ya mwaka kupita, wewe nakulipa chako, unaondoka zako na mimi naendelea na maisha yangu, simple like that. Shikaji azidi kucheka tu, anamwambia ndoa kabisa. Bwana anamsisitiza kwamba sio ndoa rasmi, lakini ndio tu ndoa ambayo itanisaidia mimi nimshawishi tu anti yangu animikishe mali, then mambo mengine tutaongea bana. Yaani namshawishi tu shangazi yangu kwamba tuko kwenye ndoa, tuna furaha, ulikubali kunioa mimi, then baada hapo akishanikabidhi changu na mimi nakupa chako. Simple, lakini nielewe basi. Anamwambia ifikirie basi, ifikirie hiyo ni mwaka mmoja tu na usidai na kulipa tena, na kulipa kiasi chako. Mshikaji anamuuliza, hautani kweli, uko serious? Bwana anasema ndio, niko serious, tena niko serious kabisa, tufanye hivyo, nakuomba usikatae. Basi mshikaji akuremba hapo akakubali kwamba anakubali hiyo ofa ambayo bidada amempea. Basi siku nyingine hapo tunamuona anti yake bidada Sugar karudi maskani sasa kwa hiyo nyumba ambapo Sugar anakaa. Wanatokea Sugar akiwa na mshikaji Williams, wameshikana mikono hapo, wanakuja kwa anti yake. Wanashuka mdogo mdogo kimaaba hapo. Bidada anamwambia asante bebi wangu. Shangaza anamuuliza, Sugar, uliniambia kama ulinipigia simu kwamba utakuja kunionyesha kitu chochote? Mshikaji bidada anamwambia ndio shangazi, nahitaji tu nikwambie kwamba huyu hapa anaitwa Williams, ndio mchumba wangu kwa sasa hivi. Anamwambia Williams, kutana na anti yangu. Mshikaji anamsalimia anti yake, anamwambia vizuri sana kukutana na wewe. Anti kama leo tu anaangalia kwa jicho fulani hivi huyo mtoto wake. Basi Sugar anasema anti aliniambia tu, alinifuata akaniambia na mimi nikakubali, na ndio hivyo tumeingia kwenye uchumba sasa. Unaona, anamuonesha hadi na pete kwamba apate uhakika sasa mshikaji yuko kwenye mahusiano na binti yake. Basi wakaa hapo, bidada anamwambia anti, sasa na mimi nimefikisha naenda kuolewa, yani kama anafurahi. Basi anti anaambia ongeleni, moja hapa ya toa ya maisha. Basi ni siku nyingine hapa tunamuona mshikaji akiwa amekaa na familia nzima, yani Williams, Sugar na anti yao wanapiga msosa hapo. Basi anti yake akawa anamchombeza Williams, anamwambia kijana wangu, hebu nieleze historia yako ya maisha. Mshikaji akapanda juu, anaanza kusema kwamba anti, mimi ni mwanachuo, nimehitimu pale chuo kikuu Nigeria kwenye degree ya marketing, yani degree ya masoko. Basi anti akazidi kumuuliza, vizuri sana, umehitimu hiyo nini? Sawa, vizuri. Vipi kuhusu familia yako sasa? Bidada akamwambia anti, lakini inabidi usimuulize maswali mengi kama hayo. Anti akamwambia inabidi nimuulize maswali afu sio mpaka wewe mjibie, atajibia yeye mwenyewe. Mshikaji akamwambia familia yangu ni ndogo tu ambayo ilikuwa inaishi kijiji kimoja huko, na kwa sasa hivi naweza nikasema wazazi wangu washapita, washaondoka, washafariki. Kwa hiyo kama sina chochote ambacho nakimiliki kule nyumbani sasa hivi. Anti akazidi kumuuliza sasa mko wake, anauliza vipi umeamua sasa uishi na Sugar? Kisha akasema ndio anti, na najihisi furaha sasa hivi, yani naitegemea furaha zaidi na zaidi pale ambapo muda ambao nimebakiza katika huu ulimwengu nitautumia wote nikiwa na binti yako Sugar. Nampenda sana Sugar yangu. Basi siku nyingine hapo tunamuona mshikaji yuko na binti akamwambia sasa mimi wanga nafanya biashara ya mzee wangu na kampuni naziendesha, lakini sipendagi sana kwenda kazini. Mshikaji akamwambia kwa nini upendi kwenda kazini? Sikia sasa nikwambie, mimi niko kwa ajili yako. Ile kazi ambayo ilikuwa inabidi na wewe unafanya lakini hutaki kufanya, unaachia wengine. Basi mimi nitakusaidia ni unaifanya hiyo kazi.
katika ofisi zako hizo. Bidada akamwambia yani kwanza mwenyewe nashangaa. Umekuja kwangu kama escort tu. Umebadilika tu ghafla unaenda kunioa. Then unataka ufanye kazi kwenye kampuni yangu. Mbona haraka haraka hivyo? Wanazidi kupata dawa story na wanafurahi kweli. Wachumba hao. Basi siku nyingine hapa asubuhi baada ya usiku kukubaliana sasa. Asubuhi hiyo mshikaji anamwambia, "Ushajiandaa?" "Ndio, babe." Ngoja tuondoke. Ndio anauliza, "Tunaenda wapi?" "Tunaenda kazini. Si nilikwambia jana usiku kwamba nitaanza kufanya kazi kwenye kampuni yako Ndio anauliza, "Ni kweli?" Mshasema, "Ya, twende." Basi tunaona hapo mshikaji na bibi wanashikana mikono hapo wanaelekea chini sasa kwenda kazini. Binti kutoka kwa mnunua wanaume anaenda sasa kukutana na mwanaume na mwanaume anaenda kumtengeneza sasa. Ni siku nyingine tunamuona mshikaji yuko na bibie sasa. Bibie anamuuliza, "Umeniandalia dina?" Bibie anasema, "Ndio, kwa ajili yako, tena special kwa ajili yako kabisa. Na wine hapa, ngoja niweke wine. Tupate chakula sasa kwa pamoja kama familia yani." Basi bidada anamwambia, "Nataka yani nikuhudumie mimi kama mke wako yani siku hii ya leo." Basi bidada anafungua hapo chupa ya wine, anaweka kinywaji hicho kwenye glasi hivi. Amazing sana. Anamwambia, "Tupate cheers basi tuanze siku yetu ya leo. Tule dina yetu hii nzuri." Mshasema, "Asante, sikutegemea kama unafanya kitu kama hiki." Basi ni hapo tunaona mshayapata msosi. Baada ya msosi sasa kilichoendelea mshikaji wangu, tunaelewa washakuwa wapenzi hawa. Bidada anampiga mate kweli. Wanapata urojo, yani ni vikombe kama 6 hapo wanapeana midomoni. Baada hapo sasa kinachofuatia tunaelewa. Bidada leo anaamua muoneshe sasa alivyo mbaya kitandani yani. Anampa ile kitu ambayo mshikaji hajapewa. Yesu alikuwa amezoea ananunuliwa anafanya bila kuandaliwa. Bidada sasa anaamua muandae mshikaji. Yani mwendo wa kulana ni kulana tu hapo kitandani. Yani show kali. Mshikaji kamteka binti tajiri. Binti ambaye alikuwa amezoea kuoa wanawake sasa, lakini kafika kwa mshikaji na ameenda kuseto sasa. Unaweza usiamini lakini ndio hivyo. Mshikaji ule msimamo wako ambao alikuwa nao kipindi kile ndio umemfanya hadi leo unamwona yuko hapa. Kamteka binti wa kitajiri, binti mwenye hela zake. Basi ni baada ya show kali ambayo ilikuwa inaendelea hapo, mshikaji yuko anapiga story na binti baada ya uchovu wa muda. Ndio anaanza kumwambia, "Yaani wewe ndio kipindi kile ulikuwa unaona mimi sifai. Unasema sio mimi sio type yako, sio umejiingiza kwenye hii tabia ambayo sio nzuri ya kununuliwa." Mshikaji mpya, "Hamna bana. Mimi nilikuwa tu najaribu kutengeneza hata kama mimi unaona nalalamika. Nataka tu nikushape uwe kwenye sehemu fulani wewe kama mwanamke, wewe kama wanawake wengine." Bidada anamuuliza, "Kwa sasa hivi wewe type yangu?" Mshikaji anasema, "Yeah. Niko hapa kitandani na wewe sasa. Tuna enjoy siku yetu leo. Kocha kwa type yako hadi sasa hivi." Basi stories zazidi kunoga baada ya uchovu wa show kubwa ambao alikuwa nayo. Basi tunakimbiza, picha inatuelekeza mjini hapo. Ni siku nyingine sasa. Tunamuona mshikaji amekaa zake hapa anaangalia zake movie. Huyu mshikaji anaenda kwa jela la Pondo, rafiki yake Williams. Mlango unagongwa hapo, anakuja kuangalia na anakutana anayekuja ni binti Sugar. Yaani asubuhi tu Sugar amekuja, sio ana issue gani au ana habari gani. Mshikaji yuko acho kitandani na kaacha ameandikiwa ujumbe hapo. Anaamka na kuangalia ujumbe. Bidada akamwandikia kwamba, "Nimetoka naelekea sehemu na nitarudi. Najua utanimisi baby wangu. Makisikisi, makopa mengi." Mshikaji anacheka tu hapo, yana anatabasamu tu. Anajisemea tu, Sugar, utaniua wewe mtoto mzuri." Basi tunarudi upande mwingine hapa tunamuona binti yuko kwa mshikaji wake Williams Paulo. Anamwambia, "Ukutegemea nije hapa lakini ndo nimekuja na nataka tuongee kitu fulani." Basi bidada hapa akaribishwa, akamwambia, "Karibu Sugar, kaa hapo. Keti hapo tuzidi kupiga story." Basi bidada akamwambia, "Na nimekuja hapa tuongee kitu fulani kuhusu Williams. Najua ashakwambia kwamba mimi na yeye Williams kwa sasa hivi tuko kwenye mahusiano na wewe ndio mtu wake wa karibu. Kwa hiyo baadhi ya vitu inabidi ujue, na isitoshe tu nataka baada ya muda fulani mimi na Williams
funge ndoa kabisa, pate moja hapa pati kubwa hapa mjini. Lakini kakati ya hivyo tunataka kwanza uniambie kitu gani ambacho unaona William Zoga anakihitaji sasa kwa maisha yake. Basi mshikaji akaanza kumwambia najua wewe anahitaji, wakati anaambia anahitaji anasikia mlango na gongo huko kwa nguvu. Nani anagonga? Ni Williams. Ashafika hapa maskini. Dada anamuuliza ulitegemea mtu atakuja? Ambia hamna, ngoja nimfungulie hapa tuone ni nani. Akamwambia usifungue kwanza, usifungue, sitaki anione. Ngoja kwanza nijifiche huko afu aingie huyo. Ambia okay, nakuja kufungua, naenda kumficha bidada kwanza. Anamfunga anamwambia umekuja mshikaji wangu bro wangu. Shehe anakuja amefyumu. Akamwambia niambie kwanza kama hujasendi ile note. Ndio hujasendi ambapo tulikuwa tunaongea hapa, hujatumia ile tajiri. Nishakwambia kwamba mimi nimekaza kila kitu. Sugar na upendo wa kweli. Sio tena kuingia kwenye ile biashara ambayo tulikuwa tumepanga tuingie. Sitaki tena kumlagai. Kwa hiyo nimesha cancel hiyo note. Namwambia yule tajiri kwamba ile note tumecancel na hizo hela acha nazo tu. Akanamwambia Sugar ananipenda kwenda na ashaniamini, siwezi kufanya hiki kitu tena. Siwezi kufanya. Sikia nikwambie. Sasa tungoja ndio tutazungumzia lakini naomba tucancel kitu. Naomba tucancel. Siwezi kumuibia Sugar. Mshikaji anamwambia usiongee sana please, nakuomba. Basi akiwa anazidi kupiga story anakuja Sugar anajitokeza hapa, mama amesikia kitu alichokuwa anakiongelea. Anamwambia hii story gani mnaongelea? Mnaongelea hela gani sasa? Mnaongelea hela gani? Mbasi waelewe. Ongeeni. Waning'atang'ata hapo, tunaona waning'atang'ata. Mshikaji anamwambia ni kitu tu, ni kitabu tu tulikuwa tuna arrange huyu na huyu mshikaji. Bidada anamwambia ni kitabu? Hebu ongea ukweli. Ongea kweli mko mnaongelea nini? Basi mshikaji William kabisa sasa aanze kujitetea hapo. Akanamwambia Sugar, sikia nikwambie, kuna kitabu nilikuwa nakiandaa hapa copyright na nini kinahusu Mary Scott. Yaani Mary Escort, yani huduma ya wanaume ambao wananunuliwa. Kwa kuhusu na wateja wao, namna ya kupata wateja wao kwa urahisi. Mshikaji akazidi kuelezea kwamba kuna competition ambayo ipo, nilikuwa mimi naandika kitabu ili na mimi niweze compete na niweze kuona kama na mimi nitapata hicho kitu ambacho nilikuwa nakifikiria sana kwenye career yangu. Dada akamwambia kwa hiyo nyie mlikuwa mnanitumia mimi nyote wawili Yaani William unanitumia nimesikia kila kitu, mko mna namna ya kuplan kuja kuchukua hela hizo. Kwa hivyo kuja tu mkaamua mseme kwamba mlikuwa mna kitabu mnataka kukiandika. Ndio mmeamua mbandike hivyo Dada akafiu sasa anawaambia kwa hiyo na rafiki yako umeamua mtumie mimi? Yeye mnanifikia mimi kabisa. Kisha sema hamna, naomba unisamee madam, naomba unisamee. Dada anamwambia nakuomba usinisogee na hii moment ambayo unaiona hapa ndio ya mwisho kabisa. Yaani tumemaliza. Sitaki kusikia stories zako tena wewe Williams. Basi Williams siku zinapita hapo hana furaha kabisa. Baada ya bidada kuondoka na wameachana sasa mshikaji kama furaha imekosa. Basi rafiki yake poa akanamwambia Williams, mbona leo una furaha? Mbona umebadilika hizi siku 3-4? Mshikaji akamwambia ni mawazo, namwaa sana Sugar. Sheikh akamwambia lakini Sugar amekulipa zaidi ya milioni 20 nails. Mshikaji akamwambia sina muda tena wa kusherehekea. Yaani sina amani kabisa moyo. Inaonekana kuna mtu anagonga hapo. Mshikaji anaenda kufungua mlango hapo. Fungua tu mlango na anakutana tena na Sugar, karudi kajieta mwenyewe bidada. Bidada akaja kuomba msamaha hapo. Anaomba msamaha na vitu vingine vinaendelea. Sasa walikuwa washaingia kwa mahusiano hao. Basi huo ndo unakuwa mwisho wa movie yetu. Movie inaenda kwa she's rich and had no time to love. Man until she met a new handsome guy. Yaani kwamba alikuwa na muda wa kupenda wanaume na alikuwa na hela zake, lakini baada ya kukutana na wanaume kama Williams, bidada alijaa kwenye mfumo vyema. Basi wanangu hapo kwenye comment weka makopa mengi ambao waga wanapenda watoto wakishua na wanawapata. Tupeni story zenu hapo namna ambavyo waga mnawapata. Thanks. Usisahau kusubscribe na kushare kwa wengine na wanaoja kusubscribe wasio wanakosa vitu vizuri kama hivi.